Basi inatosha na kuondoka. Zinatosha. Of course hii itakuwa ni episode yetu ya kwanza kwenye movie review, na leo tunaitazama episode ya 20 ya season 2 ya series ya Dunia, one of the best series kwenye YouTube kwa East Africa, kwa sababu tuseme hivyo ukiangalia na numbers za view, lakini tuna machache ya kutizama kwa takriban hizi dakika 10 ambazo tutakuwa tuko pamoja hapa. Story karibuni zote kwenye hii series, hasa hii season 2 ni love story, ni story za mapenzi. So labda Baba Asma, without disrespect, kama mtunzi ameamua kutengeneza pilau lakini lenye ladha moja, kwa sababu series inanoga hivi ikiwa ina matawi mengi, lakini story zote karibuni nazozitizama hapa naiona ni love story. Hata ya Moody Muzo ambao very interesting tutakuja inaelekea kwenye love, nikitoa ile ya yule dada Cindy ambayo for somehow inazungumzia ulimwengu mwingine ambao kwa macho sisi hatuwezi kuona. So karibu kwenye episode hii ya 20. Baina mwenendo bin Nasib, na nachotaka tuzungumza kwenye hii review yetu ya leo, naanzia na Manyanya pamoja na Leila na mume wake Leila. So funny. So funny. Na nitoe kwanza pongezi kwa Leila, performance yake au ile character aliyotengenezewa inamwasilisha binti wa 2000 kama alivyo. Unajua mabinti wa 90 kitu kumface mwanaume na kumkazia macho vile huwa ni ngumu sana, lakini episode ya 20 kitu ambacho kiko interest, inaanza Manyanya akiwa anavuta kumbukumbu zake. Nitawaambia kitu ambacho sikielewi kwenye hii familia pamoja na Manyanya, au kwenye hii story ya hawa watu watatu. Manyanya anavuta flashback, kumbukumbu, yuko kwenye dimbwi la mawazo kama mlinzi wa geti. Usisahau huyu alikuwa ni mwanasheria. Anakumbuka maisha yake na Violet aliyekuwa mkewe, anakumbuka maisha yake na mchepuko wake ambao baadaye ulikuwa mkewe, namna ambavyo mambo yalikuwa, namna alivyokuwa na love. And then katikati ya dimbwi hili tunamuona Leila anatoka kuja kumsalimia Manyanya. Alizungumza maneno machache ya kumwonyesha Manyanya kwamba alimisi, ana namna gani huwa anamfuatilia asubuhi akiamka na vitu kama hivyo. And Manyanya akaamua sasa leo kufunguka. Kati ya scripts ambazo labda kama ile dialogues huwa anaziandika mwenyewe Baba Asma, basi huwa anazipatia sana ni maneno ambayo anayazungumza Manyanya, huwa yanavaa husika yake na anajua namna ya kuyatoa maneno yake. So kama anaandika Baba Asma mwenyewe zile dialogue big up, au kama kuna mtu anaandika dialogues za is touchable. Unajua hatutaki kwenye movie, hatutaki maneno mengi, tunataka vitendo, lakini anapokuja maneno basi yawe ni touchable, maneno yanayoshika, yanayogusa. Paka leo mimi ndo ananifanya naipenda movie ya marehemu Kanumba Moses na Devil Kingdom kutokana na kile ambacho kinazungumza maneno. So kipi kinani surprise? By the way, kabla ya kusema hicho niseme mpaka sasa hivi najiuliza na tafakari namna gani Manyanya atakutana na Violet, na nina hamu sana ya kuona hiyo na nini kitatokea. Lakini kitu kilicho ni surprise kwenye hawa watu watatu, kwenye kistori cha watu hawa watatu, sijaona sababu kubwa ya msingi ambayo mtunzi ametutengenezea ya Leila kufall in love deeply kwa Manyanya. Sijaona, to be honest, kama binadamu sijaona. Niliona tu siku ambayo Manyanya yule dada ndani kuna nyoka anapiga kelele, Manyanya anaenda, baadaye yule dada akamkumbatia Manyanya. Kutoka pale tukamuona yule dada na tafakari kile kitendo cha kumkumbatia Manyanya, and then she fell in love. Kwa nini nasema sijaona? Yuko na mume ambaye in looking, katika muonekano akitizama yeye na Manyanya, mume yuko good looking. Yuko na mume ambaye kifedha, yule mume yuko ana fedha. Yuko kwenye mume ambaye anazingatia majukumu yake. What the reason?
Kama sababu ni ile hali ya yule mwanaume kuto kumpa uhuru mke wake kwa wivu uliopitiliza, so ile ni sababu ya kisaikolojia, huende inamtafuna huyu dada. Kama ni basi, mtunzi angetusafirisha vizuri, tukawa very deep, na hii angetengeneza moja ya kitu kikubwa cha msingi cha kumfanya huyu dada fall in love. Labda kwa namna fulani mngekuwa kuna uhuru, manyanya anampa time, anakuwa na huyu dada mara nyingi, that's all. Kwa sababu hii ni series, hatuna haja ya kurush, so short films tunaweza tukajiachia na kuonyesha, kwa sababu ni series, so feature film, so short film. Kwa hiyo mbali ya kwamba napenda sana hii story na hiki kinachoendelea, lakini hiki ni kitu ambacho mpaka kesho natafakari. Sioni mzizi, Baba Asma, mzito uliotusafirisha watazamaji wako, wafuatiliaji wa series yako, ambao unatuonyesha kwamba huyo dada alitakiwa kuwa crazy namna hii kwenye love, kiasi kwamba manyanya wakati anatoa speech zake kwenye hii, she don't care. Sioni hicho kitu kipi. Alafu kwenye dialogue ukaja kutokea tatizo zaidi, ya dada kusema kwamba hapa tulipofikia, what wamefikia wapi, kipi kimepita. Lakini ni best stories, na mimi nasema Baba Asma, kama utaendelea na hii, avoid manyanya kuingia kwenye mtego wa huyu dada. Wow, japo nasubiri sana episode 21 kujua kwamba mchizi amekuta hotpot lake kwenye kachumba kastore anakoishi manyanya, na manyanya anasema ameliokota kwenye dustbins. La, wakati manyanya amejibu hivyo, amemuita mkewe, anamuuliza hotpot hili limefikaje huku. Leila atakuwa ni malaika njozi, atatoa majibu the same kama aliyoyatoa manyanya, au atamchenjia manyanya akijifanya kwamba haelewi hotpot lile limefikaje pale. Let's see. Lakini one of the best ambayo imetengenezwa, the big reasons, ni story ya wale wadada wawili pamoja na Mudi Muzo. Paka la bar. Wow. OMG. Looking ya Mudi wakati hii inaanza season 2, kashakimbia kwenye season 1 huko alikompa mimba ujauzito, alikuwa anaonekana rough, tough. Lakini Mudi baada ya maradhi na kupona, namna anavyoonekana, na tunaona kwamba hawa wadada wote wawili sasa hivi wana interest wa kwenye love na Mudi. Kuna reason. Mudi good looking sasa hivi, ana muonekano mzuri, tabia njema, yani kuna reason imetengenezwa ya msingi hawa wadada kuona kwamba wanaweza fall in love na Mudi. Ndio maana nasema hii ni one of the best on the best katika episode ya 20 ambayo, na katika hii series ambayo watu wataifuatilia kwa kina sana. Na kwa nini wanaifuatilia? Yule mzee ambaye ni sponsor amefikia mpaka hatua ya kumpangia Mudi chumba. Itakuwaje? Kwa nini wataifuatilia? Hawa ndugu wawili, dada alikuwa hampendi kabisa Mudi na anamchukia wakati ule wa ulevi, lakini mdogo mtu alikuwa anamsave. Wote wanaonyesha kwamba wamefall in love. Yupi atamshika Mudi na Mudi atamshika yupi? Au wote watamshika Mudi? Hao ni maswali hapo. Na kama wote wakimshika Mudi, nini kitatokea kwa wanandugu hawa wawili? Yule sponsor ambaye anawaweka mjini ndugu hawa wawili na anamuweka Mudi mjini, akija kujua what will happen? Haya ni maswali ambayo nina uhakika yanapita kwenye vichwa vya watazamaji wengi wa series hii, na wanatamani kupata mwangaza, wanatamani kujua deeply, kiundani zaidi, nini kitatokea. Ndio maana nasema hii ni best party kwangu mimi, best story ambayo mpaka sasa hivi flame yake imekaa kwenye njia moja nzuri mno. Leo sitaki tumzungumzie Cindy na ule ulimwengu, kwa sababu story ya Cindy naiona ni nzito. Tunatakiwa tuje tukae chini tuizungumze kwa kina yeye kama, lakini leo nilisema tuguse kwenye part hizi mbili tu, episode ya 20. We all waiting for episode ya 21 na kuona nini kitakachoendelea. Na usitarajie nitakuwa nazungumzia kila episode, kwa sababu na movie nyingine nataka kuzifanya, lakini kila pale nitakapoona kwamba now I feel kuzungumza kitu kuhusiana na hii. Lakini nadhani episode ya 21 kuna kitu pia tutazungumza, nadhani. Usipoona usishangae, subscribe, bonyeza alama ya kengele. Hili ni Jarida la Simulizi, na safari ya Jarida la Simulizi katika movie recap, movie review imeanzia hapa. Umeshaiona movie ya Michael Jackson?
tuna kitu cha kuzungumza leo. Tulisema tuishie hapa. Asante.